mtafute Bwana, jitenge na dhambi na haribu hatima yako. Hiyo manake ni gharama unatakiwa uchukue kwa kuanzia sasa. Sitazini tena. Kuanzia sasa sitajichafua tena. Nitampendeza Bwana. Iwe mvua iwe jua, iwe njaa iwe chakula, na rizika na hali yangu, na pambana na hali yangu, lakini nasimama na Bwana. Ni heri watu wanione wa ajabu, lakini Bwana anione wa thamani. Na distaba katayama, lazima nilipe gharama. Hakuna kitu kinakuja kiwepesi. Ndio maana Esther alijilipa gharama. Esther angeamua kwenda kujiremba, akitegemea kwamba kujiremba kunaenda kupa maksi mbele ya mfalme, lakini ilibidi achukue mzigo wa fungu wa siku 3 kavu. Tena akaona peke yake haitoshi, akaambia na ndugu zake. Lakini leo tuna kizazi cha mabinti zetu ambao wanafikiri kwamba eti kulipa gharama ni kununua perfume, kulipa gharama ni kununua shadow, kulipa gharama ni kununua lotion inayonukia sana na kujipamba vizuri. Na kuambia hivi, madhabahu za kichawi, madhabahu za ukoo, madhabahu za giza zilizoandikiwa ya kwamba huyu asiolewe, hazitazikia perfume yako, hazitazikia harufu yako nzuri na muonekano wa nje, bali wataona tu ni mavi. Yale madhabahu yanaweza kuheshimu na kutii na kusalenda kwa mtu anayefunga na kuomba. Soma Biblia. Ndio maana watu tuna simu nzuri ila hatuna Biblia. Tuna smartphone ila hatuna Biblia. Tunanunua vitu vya ajabu lakini hatuna muda wa kununua vitabu vya kiroho vya kutusogeza. Tuna muda mwingi wa kufungua Facebook, WhatsApp na kuchungulia huko, lakini muda wa kukaa na Bwana. Sema hakuna kitu cha bure. Kila kitu kina gharama. Nikitaka maisha yangu yabadilike, lazima nijue kulipa gharama. Nilikuwa namsikiza mama mmoja kwenye kitandao. Yule mama anakwambia, "Mwanangu, swala kuolewa sio jepesi kama unavyofikiri. Lakini kuolewa ni namba moja pia, kuishi kwenye ndoa sio jambo jepesi." Kuna wachangu ndoa ambao wao hawalimi, hawafanyi kazi. Kazi yao ni kujipamba na kujiremba ili wapate mwanaume. Na wanaenda kwa waganga wanajimbilizia. Wewe mwenzangu umepata mchumba, unalala asubuhi mpaka jioni mpaka asubuhi. Umekaa wewe unaomba kwa kiasi gani hilo jambo lifanikiwe? Maana mambo haya ni vita ya kiroho. Yaani kama mngekuwa mnaelewa ninapofundisha hivi, yani niwe kama mimi ndio wewe, yani napokea. Watu wangechukia usingizi. Watu wangekuwa wanakula chakula alafu katikati anaacha chakula. Unawezaje kuwa na amani wakati familia yako haieleweki? Unajisikiaje? Yani natamani nipate kizazi ambacho kina hasira. Kwamba kama mimi nimeokoka, kama mimi ni mtumishi wako, kama mimi natembea na kusali, hebu Baba angalia watoto wangu. Baba, watoto wangu hawa na sina leo kula leo, na sina kusalimiana na mtu leo. Leo najifungia ndani. Leo mimi na Baba, Maria Baba. Nakumbuka binti moja. Alikuwa ni kijana kama miaka 8. Tangu kamezaliwa watu wazazi wake wapate mtoto. Wamepambana wapate mtoto. Maombi ya wajuu. Kalisikia neno kama hili. Kakaenda kwenye chumba cha maombi. Kuna mahali ambapo unaingia mtu yote. Yule mtumishi anakuambia nimefika pale, nikakuta katoto kameshaanza maombi. Asa nikaomba saa moja mfululizo. Nikakuta katoto bado kanaendelea kuomba. Nikapiga saa pili katoto bado kanaendelea kuomba. Asa nikabidi nikae kwenye kiti nikatazama. Katoto kenyewe miaka 8. Katoto kamelia mpaka machozi yametoka, yamekauka, yani imebaki ni alama ya machozi. Katoto kanalia, kanaomba mpaka midomo imepasuka. Masaa 3, 4
Unaomba nini? Naomba kwa ajili ya baba na mama. Mimi nimezaliwa mpaka leo na miaka 8 hawajapata mtoto. Ni Mungu awape mtoto mwingine nipate mdogo wangu.